Hello watu wangu wa nguvu, how are you? Mnaendeleaje? Mko poa? I hope mko poa kabisa. Sasa leo nimekuja na elimu kidogo kuhusiana na kupost, kwamba watu wanadhani na wanadanganywa kuwa kuposti kila siku kwenye mitandao hii ya kijamii basi ndio kupata engagement kubwa, basi ndio kupata reach kubwa, basi ndio kukuza biashara yao, basi ndio kujulikana sana, basi ndio kuuza sana. Kitu ambacho wanakosea ni kwamba kuposti kila siku haimaanishi kwamba ndio utapata result chanya kila wakati. Hapana. Kuposti kila siku haimaanishi ndio consistency yenyewe ambayo watu wanaiongelea. Hapana. Sasa katika darasa la leo nitakupa tips ambazo zitakusaidia wewe usiposti kila siku. Zitakufanya upate uelewa, awareness ya nini maana halisi ya consistency. Sasa ungana na mimi. Cha kwanza, content zako au maudhui yako yanabidi yawe bora, yawe quality over quantity. Iwe quality sana, content zako ziwe very quality kuingia katika competition ya market katika hii mitandao ya kijamii. Ukisema ufanye quantity ndio utafanya ile ya kuposti kila siku, kwa sababu hizi content zinatakiwa zifanye ni creativity way. Hizi content zinatakiwa zifanye kwa unadhifu mkubwa. Hizi content zinabidi zifanyiwe investment. Sasa wewe uking'ang'ana kuposti kila siku kwenye mitandao ya kijamii, utafanya investment saa ngapi? Utagenerate idea zako saa ngapi? Kwa hiyo wanaokuambia kuposti kila siku basi ndio kufanya consistency, basi wanakudanganya. Hakikisha maudhui yako yanakuwa very very quality over quantity, kwa sababu hata hao audience wako wanataka kitu ambacho chenye quality, na ukifanya quality sana then utaona results. Kingine ni hakikisha uwe na content calendar. Content calendar ni muhimu sana kwa mtu ambaye anatengeneza content. Content calendar, uwe na kalenda yako ya wiki au ya mwezi mzima. Hii itakusaidia sana kuwa na very good consistency, na hautahitaji kuposti kila siku, hutahitaji kuhangaika leo ni posti, kesho ni posti. No, itakuwa una posti kutokana na kalenda inavyokuongoza. Umeona, usifuate ushauri wao kwamba content lazima uposti kila siku, lazima uposti kila siku. No, utajikuta una posti kila siku lakini result inakuwa very negative. Hakikisha una content calendar, mtu wangu. Kingine, huwa unapima performance ya zile content zako. Huwa unapima analysis, content zipi zimefanya vizuri zaidi, content zipi zimefanya engagement kubwa, na zile ambazo zenye engagement kubwa, zile ambazo zimefanya vizuri, basi zifanye kuwa template ya content zako. Navyomaanisha template, na maanisha msingi mkuu, na maanisha unakuwa na frame ya content zako. Style inakuwa ni moja lakini ideas zinakuwa tofauti. Style inaweza ikawa ni moja lakini idea zikawa ni tofauti. Kwa hiyo hakikisha zile content ambazo mara nyingi ukiwa unafanya analysis zinakuwa zinafanya vizuri, basi zifanye kuwa kama template yako. Hata kama utakuja kuzibadilisha kwenda kwenye style nyingine au kwenda kwenye aina nyingine, basi hakikisha kwamba nyingi sana utakazo kuwa unafanya huwa unafanya kwa template ile ambayo za content ambazo zimepata engagement kubwa sana. Kingine, the last thing ni automatic scheduling. Automatic scheduling hizi mara nyingi zinakuwa kwenye zile tools mbalimbali. Ukiangalia kama Meta Business Suite, umeona hii inakusaidia vizuri kabisa kupanga content zako, muda gani zipostiwe, lini ziwe posted, na hivyo hutahitaji wewe kuingia kila siku, kusumbuka kila siku, kuposti kila siku. Hapana, ukiwa na Meta Business Suite, ukiwa na Buffer, ukiwa na Canva Scheduler, zote zitakusaidia kupanga posti zako vizuri, na zitakuwa zikijiposti kutokana na wewe utakavyokuwa umezischedule mwenyewe, na hiyo itakuondolea usumbufu wa kuposti kila siku na itakuongezea consistency ile, kwa sababu kitu kinachofanya algorithm inayofanya inaangalia nini huwa unafanya, ni kitu gani huwa unakipost.
Kama kinaendana, basi algorithm automatically inakuwa ina push vile vitu vyako. Basi hauhitaji kila siku sana kupost. Hapana, ondoka kwenye hiyo kasumba ya kuposti kila siku. Hakikisha unaposti kwa mikakati, hakikisha unapost kwa mkakati ulio sahihi kutokana na content calendar yako inavyokuambia. Na kushauri sana mfanyabiashara, mwenye kampuni, mwenye corporate, hakikisha sana hizi content zako unakuwa unazischedule sehemu moja, unazipackage sehemu moja, ili uweze kupost kwa jinsi muda unavyotaka kwenda. Mimi ni kushukuru sana kwa kunisikiliza. Asante kwa kuwa mwanafunzi wangu. Asante kwa kunisikiliza. Hadi wakati mwingine. Bye bye for now. Pia usisahau kulike, comment na kushare kwa watu wengine, ili waweze kujifunza darasa hili, waweze kujifunza mambo mbalimbali ambayo yatakuwa very useful to their businesses, very useful to their brand, very useful kwa kampuni zao, kwa kitu chochote kile. So thank you and stay blessed.